Ni Kiberenge hapa, na nataka kusema hivi kwamba tumeona State House ya Kenya wanataka kujenga State Lodge Imenti Forest. Wanataka kukata 200 acres Imenti Forest. State Lodge ijengwe 200 acres. 200 acres. Why do we need a state lodge of 200? Ikata forest 200 acres. Why do we need to destroy 200 acres of a forest to build a state lodge? State lodge itasaidia nini watu wa Imenti? State lodge inasaidia nini watu wa Imenti? Tuharibu forest 200 acres just because of a state lodge? 200 acres. Hizi state lodge zinasaidia nini wa Kenya? Kwa mtu ambaye anatoka Imenti, for a poor person from Imenti, state lodge inamsaidia nini? Inamsaidia nini mpaka forest iharibiwe? A very good forest iharibiwe, 200 acres ijengwe state lodge. Na President Ruto alikuwa anatudanganya some 2 years back, alikuwa anatudanganya yeye ni environmentalist, akawa anatuzungusha hapa kupanda miti, anatupatia holiday ya kupanda miti. Saa hizi yeye ndio anataka aanze kuharibu forest Kenya hii kwa kujenga state lodges. State lodge is not a priority. State lodge is not an urgent issue, so that you destroy 200 of acres of a forest kujenga state lodge. Nchi kama Marekani, US, the United States of America, nchi ambayo ni nchi tajiri ulimwenguni, a very wealthy nation, iko na residences za president wa US 2 peke yake, the White House and Camp David. 2 peke yake, the White House and Camp David. White House iko na Oval Office ndani yake, 2 peke yake. Nchi ambayo ni tajiri ulimwenguni, the US, the United States of America, GDP yao ni $30 trillion. $30 trillion. GDP ya Kenya ni $140 billion. Yaani GDP yetu inaenda kwa ya US mara 200 na zaidi, around 214 times. The economy of the US, the economy of America is over 200 times larger than the economy of Kenya. Na wako na residences za president 2. Trump wako na residence 2, White House na Camp David. Lakini nchi, a poor country, a poor third world country, a struggling country like Kenya, tuko na state lodges 12. Tuko na state house 3. Tuko na state house Nairobi, tuko na state house Mombasa, tuko na state house Nakuru. Alafu tuko na state lodges 12. Zote zinafika 15. Sasa tunataka kujenga ya 16 Imenti. Na hizi state house Nakuru iko kwa 4 acres. State house Mombasa iko kwa 5 acres. State lodge Kakamega iko kwa 4 acres. State lodges zingine ziko kwa space ya under 5 acres. Lakini sasa tunataka tujenge ingine yenye na occupy 200 acres. For what? 200 acres for what? 200 acres for what? Is it really state lodge tunataka kujenga hii space yote? Tumaliza forest mzima kwa sababu ya state lodge. Forest mzima kwa sababu ya state lodge. We should not destroy our forest. We should not destroy a forest in Imenti to give way to a state lodge. Afadhali hata ingekuwa hospitali yenye itasaidia watu hapo, ama shule, ama kitu ya muhimu, ama industry ya kusaidia watu hapo. Lakini state lodge is not an urgent thing. State lodge sio kitu urgent. Tuharibu forest. Watu wa Imenti nafaa wapinge. Hiyo ni kuharibu mazingira yao.
It is to destroy the environment. The people of Imenti must reject that. They must reject it. Wasikubali forest iharibiwe 200 acres kujenga state lodge. Na hii Kenya pesa inaharibiwa mingi. We are investing in priorities. There is a lot of wastage of public resources. Mtu amepatikana hapa na 250 million kwa nyumba, idle money, doing nothing, pesa ambayo haina kazi. Mtu amepora county government, anaitwa Patrick Analo, chief officer, amepora county government, ameweka 200 Kenya shillings kwa nyumba, 1000 denominations kwa nyumba, haina kazi, kwa idle baada ya kupora. Na juzi tu, a few weeks ago, mwingine wa IPRA alipatikana na 500 million kwa nyumba. Wa IPRA alipatikana na 500 million kwa nyumba. And these ones are not isolated cases. It is a practice among all senior government officials to loot and store the money in their houses. Masias, principal secretaries, senior public officers occupying senior public positions, hivyo ndio practice yao. There are billions of money in this country in people's houses. Na watu saizi education is underfunded. Hospitalini watu wanashare vitanda, hospitali zingine hazina madawa, watu wana struggle. School feeding program imepunguzwa kutoka 7 billion hadi 3 billion kwa sababu hakuna pesa, but people are looting billions and keeping in their houses. Lakini Mbadi na Ruto wanatuambia the solution to that ni kwa increasing taxes and borrowing more. When people are looting and keeping money in their houses, Ruto na Mbadi wanatuambia the solution is to borrow more and to tax Kenyans more. That is the solution they are giving us. Yani watu waendelee tu kuiba wakiweka mabilioni kwa manyumba. Watu waibe wakiweka mabilioni kwa manyumba. Wakishaweka hii mabilioni kwa manyumba, ile kitu wanafanya, they change the money into dollars. After they changing the money into dollars, they deposit in offshore accounts in Dubai, Turkey, na kungine. Na lakini serikali ya Ruto wanatuambia, na Mbadi anatuambia the solution to raising more revenue is increasing taxes, burdening Kenyans with more taxes and borrowing more to increase revenue. Revenue ambayo inapotea, watu wanaficha kwa manyumba. People are hiding the revenue in their houses, and you are telling us, Mbadi, you are telling us the solution to increasing revenue is to tax Kenyans more and to borrow more. Yet people are keeping billions in their houses. People are keeping billions in their houses. Na mnatuambia tu inafaa to borrow more, inafaa to increase taxes. Hii finance bill ambayo inakuja, there are more taxes on Kenyans in this finance bill. Saa hizi mtu wa payslip, over 40% ya payslip inaenda kwa taxes. Over 40%. For every 100 shillings somebody earns as a salary, 40 shillings ni taxes. Ni taxes. People have been impoverished. People have lost disposable incomes. People have no disposable incomes. People have lost purchasing power. Na watu wanapora na kuficha kwa manyumba. Watu wanaweka pesa kwa containers katika hii nchi. But serikali yenye tuko nayo, an inept and incompetent government is telling us the solution to increasing revenue is borrowing more and taxing Kenyans more. We need to rethink about this country. The solution to making more revenue or increasing revenue is not taxing Kenyans more or borrowing more. The solution is only one: radical revenue reforms. Radical revenue reforms. Unless we do radical revenue reforms,
People will continue stealing and keeping the money in houses. We shall continue taxing Kenyans more. Na mimi nataka kuambia Mbadi, saa hizi umelipa watu mamilioni na mamilioni, wako kwa mitandao, wengine wanaenda kwa televisheni. You are using millions. You are using millions to campaign for this finance bill, to campaign for it kuanzia asubuhi mpaka jioni. But I want to tell you, Mbadi, I want to tell you one thing, and listen to me very carefully. Mbadi, you are an accountant like me. You are an accountant like me. Mahali wao ulipitia ukisoma accounts, ndio mimi nilipitia hapo, nilikufuata nyuma. I want to tell you, the solution in this country is not public relations. The solution in this country is not teaching people about finance bill from morning to evening. Teaching people about finance bill from morning to evening, Mbadi, will not take away hunger. It will not take away unemployment. It will not take away joblessness. It will not take away poverty. But radical revenue reforms will give us more revenue, and it will reduce our problems. It will reduce our problems. Kwa hivyo mimi nataka kumaliza kusema hivi. Nataka kumaliza kwa kusema Kenyans must be very vigilant to oppose anything. Kenyans inafaa kuwa very vigilant to oppose anything that will affect their lives. Wakenya wale wa Siaya pale Sakwa Bondo, around a few weeks ago, walipinga kujengwa kitu inaitwa nuclear power plant. Walipinga, Wakenya wa Siaya walipinga kujengwa kwa nuclear power plant ambayo ita affect maisha yao, ambayo ita affect afya yao, itawazuru kiafya. Wakenya Imenti inafaa wapinge kujengwa state lodge kwa Imenti forest. Wakenya wa Laikipia inafaa wapinge kutengenezwa kwa quarantine facility ya kuimport Ebola, kutoa Ebola nje na kuileta Kenya. Storage inatengenezwa Laikipia for importing Ebola and storing in Laikipia. Wakenya wote, Kenya mzima, in 47 counties, inafaa wakuwe macho kupinga kitu ambacho, kitu kibaya, anything bad that this government is planning. Anything bad that this government is planning must be opposed. Na mimi namaliza kwa kusema, hata tumeona kuna mama mmoja kwa mitandao analalamika. Tumeona hiyo video imeenda viral. Mama mmoja analalamika alipatia mtoto wake majina William Ruto. Sasa watoto wengine wanamscold shuleni, wanamwambia kila saa Ruto must go, Ruto must go. Huyo mama naona akilia kwa mitandao kwamba mtoto wake anakuwa scolded na watoto wengine, kwa sababu huyu mama anasema alipenda sana Ruto, alipenda sana President Ruto mpaka akapatia mtoto wake majina William Ruto. Na ni baya sana. Mimi nataka kuambia Wakenya, we have democracy in this country. Tuko na democracy. Tuko na democracy. Mtu asupport yule mtu ambaye anataka. We must respect each other's democracy. Na haifai mtu ahangaishwe kwa sababu amejiita majina William Ruto, ama mtu ahangaishwe kwa sababu amejiita hii majina. We must respect each other's democracy. Ndio kwa sababu tuko na demokrasia katika hii Kenya. But pia lazima tujiulize, why for heaven's sake would you give your child evil names William Ruto? Mbona wewe kama unatumia akili timamu kabisa upatie mtoto wako majina ati William Ruto, uassociate mtoto wako na evil? Why should you do that as a person who is right thinking, who has a right mind? Mimi naambia Wakenya kwamba tusichukue hiyo mtindo ya kupiga wengine kwa sababu wana support fulani, kwa sababu wana support fulani. Tukue kitu kimoja. Hata kama una support Ruto, it is your democratic right. Kama mimi napinga Ruto, it is my democratic right. Tuheshimu hizo rights, tusipige wengine na kuuana na kuumizana kwa sababu ya matajiri. Wale watu wako huko juu ni matajiri, tusipigane na kuumizana kwa sababu yao. Asanteni na Mungu awabariki.